kuna kitu kinaitwa punyeto. Najua watu utakuwa upendi kusikia, au unaweza ukashangaa ukashtuka kulisikia hili neno punyeto, lakini imekuwa ni janga kubwa sana ambalo watu wanasumbuka nalo sana, na hawana sehemu ya kulipeleka, na wala hawahangaiki kupambana. Yaani wengine wanapambana, wanatafuta msaada, lakini wengine hawataki kutafuta msaada. Wanaona kama wakisema ni kana kwamba wanajishushia heshima. Lakini nataka nikwambie kwamba wewe unaifanya punyeto, wewe mwenyewe kwa mikono yako unafanya punyeto, wewe ndo unajishushia mikono, wewe unajishushia heshima wewe mwenyewe. Kama umeamua kufanya punyeto, manake umeamua kujishushia heshima. Na usichokijua ni kwamba punyeto ni zinaa, kama zinaa inavyofanyika zinaa nyingine, kwa sababu hakuna mtu anayefanya hiyo punyeto au kujichua bila kutengeneza image kichwani ya mtu, afikirie mtu fulani anafanya naye. Sasa wewe unaweza kuzani kwamba umetengeneza picha, ila ile spiritual ni mtu kabisa wa rohoni unafanya naye kile kitendo. Kwa hiyo kama unafanya punyeto, manake unafanya kitu cha ajabu sana, kitu kibaya sana. Ni bora ukatafuta msaada. Wapo watu makanisani wanafanya punyeto, ni waimbaji, ni wapigaji, ni wahubiri kabisa, wengine wainjilisti kabisa, wanafanya punyeto, wanajichua na bado wanasimama madhabahuni. Mimi nakushauri leo hii, bora utafute msaada kwanza, usaidiwe kwenye hilo eneo, alafu utakuwa salama kabisa, utakuwa vizuri kabisa. Wewe ni kijana mzuri sana na watu wanakuheshimu kabisa, lakini kumbe unasumbuka na punyeto. Kumbe ukiwa mwenyewe chumbani unafanya punyeto. Kumbe ukiendaga chooni, ukienda bafuni kuoga, unafanya punyeto, lakini watu wanakuheshimu sana. Dada mzuri, mlembo, una dimples, mweupe, piskali, lakini unafanya punyeto. Unafanya kitu kibaya sana. Unafanya punyeto. Sawa, inawezekana ulikuwa ujui, ila ujue kwamba hiyo ni dhambi kama dhambi nyingine za zinaa. Lakini pia hiyo ni hatari sana. Ni hatari sana. Itafikia wakati muda wa kuoa uolewi, au muda wa kuoa uoi. Kwa nini? Kwa sababu tayari una mtu katika roho. Punyeto ni mbaya sana. Punyeto ni mbaya sana. Punyeto ni mbaya sana. Mkaka wa chuo, upo unasoma degree, nyumbani wanakuheshimu kabisa, lakini unafanya punyeto. Wewe ni mtu wa ajabu sana baba. Tafuta msaada. Mdada unasoma chuo, mdada mzuri kabisa, unasoma chuo, lakini bado unasumbuliwa na punyeto. Ni heri ukatafuta msaada. Watu wanakuheshimu nje, lakini unafanya punyeto ukiwa chumbani kwako. Tafuta msaada. Punyeto sio kitu kizuri. Punyeto tena unajidanganya, unasema kwamba kwa sababu sikutani na mwanamke, kwa sababu sikutani na mwanaume, mimi niko salama. Wewe umezini kama wengine wanavyozini. Punyeto. Punyeto. Unafanya punyeto wewe, unafanya punyeto. Wewe unaifanya punyeto. Ni bora utafute msaada. Punyeto ni mbaya. Itafikia wakati umeoa, utashindwa kupata mtoto kwa sababu ya punyeto. Hiyo ni punyeto hiyo. Na
Usio ukasema kwamba nikioa nitaacha punyeto. Mi nimeona hadi mtu ana mke, ana watoto wawili, bado anafanya punyeto na alianza muda mrefu. Lakini nimeona kuna mtu alikuwa mama hivi anafanya punyeto, alishindwa kuolewa, akiolewa na achika, akiolewa na achika. Why? Punyeto. Kwa sababu yeye kiroho tayari ni mke wa mtu, na unavyofanya punyeto ni mlango kabisa, ni mlango kabisa wa mapepo kukuingia. Yeye unakuta eti mpendwa ameokoka, tunajua kabisa ni mwana maombi, wengine ni wana maombi kabisa, ila anafanya punyeto. Ndio tukio unaomba kanisani, unashangaa mtu anaanguka mapepo. Mpendwa aliyeokoka, unaanguka mapepo, umeyatoa wapi? Utueleze umeyatoa wapi? Hiyo punyeto hiyo ni punyeto, inaleta mapepo. Punyeto